reka tutangire mwisengesho. Tusenge mchangireze. Atatuombea tukimaliza usijali. Father, we thank you and we bless you. Thank you for this amazing time that you've given to us, God. We thank you for Rwanda Gospel Stars Live. Thank you for each and every media house represented here. We thank you for our guest, Rose MUHANDO. We thank you for everyone who is here, Lord. We thank you for this amazing place that is hosting us, God. We pray for this time we are going to be together to discuss, to talk. Lord, may it be productive, may it be for the glory of thy name. Welcome your presence, be with us. In Jesus' name we pray. Amen. Alright, so mbere na mbere ka wenda mvuge ijambo lijanye na Rwanda Gospel Stars Live banwe na batazi. Rwanda Gospel Stars Live ni igikorwa cyo gufasha, ni igikorwa cyo guteza imbere gospel y'u Rwanda. So ni igikorwa cyatangiye umwaka ushize, kugeza ubu ngubu ari ibintu byinshi, ari steps nyinshi zimaze gukorwa. Ndakeka ko itangazamakuru zimaze igihe turi gukora nayo, so far mumaze kubona ibikorwa bimaze gukorwa. So ntabwo ngiye gusubira nanone mvuge twakoze. Ubu ngubu ni kureba aho tugeze. Umuntu ashobora kwibaza wenda kubera iki turafite abanzi bacu b'abanyarwanda hano na amatsinda kuvuga ngo amakorali. Impamvu adahari nuko ubu ngubu bari gukora sound check. Murabizi event zabejo kandi bagomba kwitegura, so bari kwitegura, so ni impamvu batari hano. Ariko specifically the press conference ni kubera umushitsi wacu Rose MUHANDO. So kwa maneno Kiswahili nilikuwa naelezea kwamba event yenye itakuwa kesho ni event ilianza mwaka umekwisha. Ni event inaitwa Rwanda Gospel Stars Live. Tumekuwa tukifanya preparation. Ni event ya kuinua ama naweza sema ni project ya kuinua muziki wa gospel wa Rwanda. So tuko na wasanii tofauti na teams tofauti, choir tofauti. So na so far wamekuwa na projects zenye wamekuwa wakifanya na kufikia saa hii tumefika tamati sasa. Siku ya kesho ndio mwisho sasa wa kufunga season 1. Na tunasema hii press conference specifically ilikuwa ya media house, kuonana na Rose, waone Rose amefika Rwanda, kuongea muda kidogo tujue Rose kesho umejipanga vipi kufika Rwanda na vitu kama vile unaona aje nje ya Rwanda na mpangilio wa kesho jinsi huko na moja mbili tatu ya pengine maswali wanahabari watauliza. So bila kuharibu wakati tunawakaribisha. Sababu ya muda tutaweza kujisema sisi wote ndio save time kidogo. So tutaenda moja kwa moja. Kama kuna mtu na swali unainua mkono direct, unauliza swali, Rosa anajibu, tunaenda kwa mwingine hiyo na hiyo. Tuanzie kuloza. Tuanzie kwa Rosa. Mnataka kusikia sauti ya Rosa kwanza? Haya, Rosa, acha tupatie dakika moja wasalimie. Tuambie jisikiaje. Asante sana. Naitwa Rose MUHANDO, ni mwanamuziki wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kwa jina lingine tunaweza kuniita malkia wa nyimbo za Injili. Kwa hiyo nimemshukuru Mungu na ninafurahi sana kukanyaga katika ardhi hii ya Rwanda. Nimekuja mara kadhaa Rwanda miaka mingi iliyopita, lakini leo nimefurahi kwa sababu nimeitiwa kitu kingine cha tofauti na vile ambavyo nimezoea kuja kwa vitu vingine vya tofauti. Hiki ni cha tofauti. Kwa hiyo nimefurahi sana. Rwanda watarajia nini kwa kutoka kwa pamoja? Kile ambacho walikuwa nakitarajia kifanyike kitafanyika. Rose ndio yule sijabadilika kwa sababu Mungu wangu hajawahi kupungua kitu wala hajawahi kupungua maarifa. Kwa hiyo maarifa yanaongezeka kwa sababu Mungu anaongezeka kila siku itwapo leo. Kwa kile ambacho Wanyarwanda nakitarajia nikifanya nitakifanya na zaidi ya kufanya kwa kawaida. Yeah. I want to know the story behind wimbo wako Uvumilivu. Is it a true story for you? Kwa sehemu ni ukweli wa story yangu.
na nimejaribu kuweka kwenye video kuonyesha uhalisia wa mambo, na si kwa sababu ni historia yangu, lakini pia nimejaribu kuibeba jamii ambayo ilifanana na maisha yale ambayo nimeonyesha kwenye video ya wimbo wangu ya Yesu nipe uvumilivu, kwamba kutokana na ile video nimeonyesha kwamba watu wengi wanapitia kwenye mambo magumu, wengine wanakata tamaa, na wengine wanalaumu, wengine wanafanya vibaya, wanaamua kujiingiza kwenye mambo mabaya baada ya kupita kwenye magumu, lakini niliwaonyesha kwamba Yesu Kristo ndiyo njia ya kweli na uzima, kwamba ukimtegemea Mungu kila kitu kinakuwa sawa. Yeah. Na hakuna ushindi kama hakuna uvumilivu. Thank you very much. Thank you for coming to Rwanda. I have 2 questions. English is okay? Nimesema ongea Kiswahili, East Africa, wewe ongea Kiswahili hapa tutaongea vizuri sana. Asante. Pia naweza tafsiri ndakuwa katikati. Okay. Thank you so much. I would love to know, I saw in the media, Tanzanian media, that when you were about to release a song, the latest song called Ombilangu, yeah. They wrote in the media that you are in a great wish of a husband, a white husband, money. So I want your comment about that. Was it true? Was it real? Or was it strategy to to promote your song? Asante, nimekuelewa vizuri sana. Iko hivi, nimetoa wimbo wa Ombi langu kama wiki 3-4 zilizopita, na watu waliona kile kipande nimesema, na ombi langu kwa mwaka huu Mungu anipe mume mzungu. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni content kubwa sana. Kwa hiyo watu wengi wakareact, hey, imekwaje? Nataka nimwambie hivi, Biblia inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo chochote kwa imani vile namwamini Mungu mwenyewe, hakuna jambo gumu kwa Mungu. Na Biblia inasema mkikaa ndani yangu ombeni lolote kwa jina langu nanyi mtapewa. Kwa niliongea ukweli. Mimi sijawahi kufanya kiki kutengeneza, yani kupeleka wimbo wangu. No. Lakini niliongea ukweli kwa ulingana na ukubwa wa imani yangu. Second question. The last, I would love to know your comment about your invitation to the entertain in Rwanda. In the years that I don't remember very well, but it was in a crusade. Crusade with the entertain, and they told us that you were supposed to be there and they put you on promotional materials for the entertain. So I want to know your comment about that, because we saw it like you neglected the invitation. So can you comment about that? Yeah, it was in Muhanga Gospel Crusade. Okay, nimekuelewa. The second one was sikuweza kufika Muhanga kwa sababu kuna mambo nilikuwa napitia. Na kuna mambo, sio kila jambo na uliweza kuliweka mbele za watu au kwenye jamii kwamba kwa sahihi napitia nini. Kwa sababu kuna personal life, hayo ni maisha yangu binafsi, siwezi kuyasema kwa mtu hata kama ningeulizwa na nani. Labda Mungu akiniuliza ndo naweza kusema. Kwa kuna mambo nilikuwa napitia nisingeweza kuyasema kwa mtu yoyote yule. Kwa hiyo nilikubali kubeba lawama, lakini ili kwamba niweze kusimamia yale mambo niliyokuwa napambana nayo yaishe. Kwa hiyo sikuwa na shida yoyote na crusade ya Muhanga, lakini kulingana na sababu zilizokuwa juu ya uwezo wangu na mambo ambayo nilikuwa napitia kwa wakati huo sikuweza kuhudhuria. Organizers told the media that you were paid the fee to perform there, but they don't know why you didn't attend. Okay, sawa, ni kweli walinilipa, lakini sikuweza kufika kulingana na sababu hizo kwa juu ya uwezo wangu, lakini tulionana na Bishop Isaya na iliisha. Asante, karibu tena. Asante sana. Mimi jina langu ni Florent. Ndio. Nataka nijue wakikupa majina ya wasanii wa hapa Rwanda, yupi ambaye unafikiri utafurahia, ambaye unajua kwa nyimbo zake mufanye featuring naye, ambaye unajua any song, any name that you can mention? Mimi sijui nisemeje, lakini kwa wasanii wa Rwanda ninaofahamu, nafahamu kwa kwaya, nafahamu wasanii artist mmoja, lakini pia nampenda sana Ime kwa sababu niseme nini, nimekuwa role model wake kwa sababu ni kijana ambaye anaimba nyimbo zangu sana. Kwa mimi imenipendeza sana. Na niwaambia ukweli, si Tanzania, hata kama sijajua huku, lakini kweli
kwa habari hiyo, Tanzania watu wanampenda, Wakenya wanampenda, wanatamani hata siku moja tufanye kolabo moja pamoja na yeye. Wanatamani kuona yule kijana akiimba. Frank? Yes, na tunatamani kumwalika pia kwenye concert yetu, tutafanya hivi miezi ya karibuni hapo mbele. Na tutamwalika. Pengine ndio hapo kwanza ataenea kwa sababu anaimba vizuri sana. Yes. Swali langu la mwisho, katika nyimbo zako zote ipi ambayo inazungumza kuhusu ushuhuda wako kupokea Yesu kama master wa maisha yako? Nafikiri wimbo wangu aliniuliza swali yule wa kwanza, nipe uvumilivu, ni true story ya maisha yangu. Kwa hiyo ni wimbo ambao peke yake ulinisimamisha na nimefurahi. Yeah. Karibu tena Rwanda. Asante sana. Nashukuru. Tanzania wanasema karibu karibu Arusha, na hapa Rwanda karibu Kigali. Nimekaribia sana. Nataka kusema kwa lugha ya Kinyarwanda, ndio Kinyarwanda ni lugha ya East African community. Sawa. Huyo ataongea kwa Kiswahili. Asante sana. Nashaka kukubaza Mama Rose, imyaka ufite igihe umaze mu muziki, abantu benshi batekereza ko hejuru y'imbaraga z'Imana ushobora kuba ufite ibindi bintu biguha imbaraga. Nasikia hiyo lugha. Asante. Abantu batekereza ko ushobora kuba ufite izindi mbaraga zindi zitareza gikristo. Social media uyu munsi ufite ibintu byinshi bivuga Roza utajya usaza, Roza ufite imyaka myinshi, Roza umaze imyaka myinshi mu muziki, imbaraga zidasanzwe ziva hehe? Waba warigeze uhura n'ibiguca intege ku buryo wava muri gospel songs ukajya mu muziki yindi, ukaba nka Rikiba, ukaba nka Diamond, wigeze utekereza kubivamo ukayikora ibindi? Hano mu Rwanda hari ubwo babivamo bakajya mu bindi. Asante sana. Sisi kama umesikia kila kitu. Nimeelewa kidogo lakini anyway. Hata nitafsiri kidogo. Mwanzo cha kwanza kuna watu wengi wanaweza kuwa wanajiuliza Rose alianza muziki kitambo mpaka sasa unakuona unafanya muziki, kama kuna nguvu zenye sio za kawaida unaweza kuwa uko nazo ama unatumia. Wanaona Rose asiheki vitu kama vile vitu zimekuhudumisha kwa muziki. Hiyo swali ya kwanza. Ya pili, anasema kama kuna wakati ushaisikia maybe una nguvu za kiroho sana ukatamani kutoka kwa gospel uende kwa secular kama kina Kibaji hapa Rwanda inafanyika sana. Yeah. Labda mimi niseme hivi. Mungu akimuumba mtu huwa anaweka vipawa. Cha msingi ni mtu kutambua kwamba kipawa nilicho nacho ni mali ya Mungu na nimepewa kwa kusudi maalum kwa ajili ya kujenga ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa hiyo ukilijua hilo una sababu ya kutangatanga. Kwa sababu nilijua kipawa nilicho nacho ni maalum kwa ajili ya Mungu. Kwanza eleweke, mimi nilikuwa Muislamu. Kwa hiyo kuipata neema ya kumjua Kristo tu peke yake. Yaani achana na kuimba, lakini kumjua Kristo tu kwamba ndio njia, kweli na uzima. Hilo tu peke yake linanitosha kuendelea kukaa kwenye madhabahu ya Mungu, kuendelea kuishi kwenye miguu ya Mungu, kuendelea kukaa ndani ya Kristo kwa sababu najua thamani ya msalaba. Kwa hiyo karama nilionayo nilijua kabisa nimepewa maalum kwa ajili ya ufalme wa nani? Kujenga ufalme wa Mungu na si vinginevyo. Kwa hiyo hakuna kitu kinaweza kutokea. Niulize swali. Muziki gani kama secular? Tukiwapanga hapa hawawezi kuimba sauti zote nne, hawaimbi hapa, hawaimbi. Sawa. Lakini gospel tunaimba sauti zote nne. Na sio nne tu, tunaweza kuimba sauti mpaka 16. Sawa sawa? Tunaimba mpaka sauti ngapi? 16 katika wimbo huu mmoja. Ndio maana ya muziki. Sawa sawa? Muziki wa siku la kila mtu anaweza kainuka tu akaimba. Kwa sababu hata ukikoroma ni muziki. Anafanya nini muziki? Lakini sisi tunaangalia msingi wa muziki. Lakini pia kuna ladha mbili tofauti. Gospel tuna ladha ya tofauti sana. Na secular na ladha ya tofauti sana. Sisi tuna ladha ile ya kimbingu ya Mungu mwenyewe. Na gospel wana ladha yao kwa sababu ya ulimwengu huu. Na ya secular wana ladha yao kwa ajili ya ulimwengu huu. Kwa hiyo kitendo cha mimi kubaki kwenye gospel ni kwa sababu mimi mwenyewe kwanza nampenda Mungu. Hakuna hata kama moyo ungekuwa unafunguka, uniambie Rose, kuna kitu gani kizuri duniani ambacho unakipenda ambacho kinaweza kugusa hata robo ya upendo wangu kwa Mungu? Mimi naweza kusema hakuna. Kwa sababu mpaka sasa hivi sijapungukiwa chochote.
hata kama napita kwenye magumu, lakini najua mkono wa Mungu kama mtetezi upo. Kwa sina sababu ya kutahayari na kumwacha Mungu kwenda kwingine, kwa sababu hata hao walioacha gospel walienda huko, swali walipata nini? Watuonyeshe walichopata, ambacho katika hicho sisi wa gospel tumezidiwa, tuna uwezo wa kusema sawa basi tunakuja huko. Lakini ikiwa tunapata tu vitu vizuri, na zaidi sana Biblia inasema mtapata mara 100 hapa na baadaye uzima wa milele, nina sababu gani ya kutahayari baada ya kufanikiwa sana duniani, lakini pia nategemea uzima wa milele? Sawa? Na kwa nini nimekaa miaka yote tangu 2004, ukiacha kwa miaka 10 nimehudumu kwenye kwaya kanisani, lakini miaka 17 ambayo nimekaa tangu 2004 mpaka leo, ni kwa sababu mimi nampenda Mungu sana. Yaani thamani ya Mungu wangu kwangu haijawahi kupungua. Thamani ya msalaba haijakupungua. Kwa hiyo nafurahia kuwepo hapa, na ndio maana siwezi kutoka. Na siwezi kuzeeka kwa sababu mimi sifanyi upumbavu. Nikifanya upumbavu, watu wengi wanazeeka mapema kwa sababu ya kufanya upumbavu. Sawa sawa. Wanafanya upumbavu wa kila aina, ndio maana kwa sababu Mungu hana sababu ya kuendelea kuwaweka waendelee kustawi. Mungu anawazeesha mapema ili waondoke mapema kwa sababu hawana sababu. Sawa sawa. Ninayo sababu ya kubaki jinsi nilivyo kwa sababu nimewekwa maalum kwa ajili ya utukufu wa Mungu na kwa ajili ya msingi katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndio sababu inanifanya nibaki mimi. Mama Rosa. Yes. Role model wa Rosa ni nani? Mimi. Siwezi kusema na role model, lakini duniani kulikuwa na wasanii wakubwa sana ambao nilikuwa nawasikia wanaimba. Nimeweza kuwasikia nikiwa mdogo sana, lakini mimi mama yangu pia alikuwa naimba sana. Naweza kusema huyo ndio role model wangu wa kwanza. Mama yangu mzazi alikuwa akiimba, mama yangu nilikuwa napenda kusikiliza sana. Unaona? Kwa hiyo kwa sababu alikuwa anaimba nasikiliza sana, mamangu nilikuwa nampenda kwa sababu alikuwa anaimba. Na nimeanza kuimba mdogo tangu niko madrasa. Nimetoka madrasa nikaanza kuimba kwaya kanisani. Mpaka leo naendelea nimeimba kwaya mpaka nimekuwa artist mwenyewe, nimeweza kusimama mwenyewe kwa miguu yangu. Kwa hiyo naweza kusema mama yangu mzazi ndio alikuwa role model wangu wa kwanza. Wengine nilipenda walivyokuwa wanaimba, niliwasikia na kuna vitu nilijifunza kutoka kwao. Lakini number 1 role model wangu ni mama yangu mzazi. You say about your mom, as you tell us that your mom is from Rwanda. Is it true? Yes. Your mom is Rwanda? Yes. Where? Mama yangu alizaliwa Gisenyi miaka mingi iliyopita huko zamani, kabla ya kuchukuliwa manamba kwenda kule Tanzania. Kwa hiyo ninafurahi kwa sababu mama yangu ni mtu huko, ila baba yangu ni mtu nyumbani. It means that you are Rwandan? Yes. Nasikia vizuri sana. Nimekuja kwa sababu kwanza nafurahi ni nyumbani na najisikia vizuri sana. Japokuwa siishi hapa, sijazaliwa hapa, lakini ile tu mamangu kutoka huko najisikia vizuri nikija. Dumbila Morogoro, what you can say about this place? Morogoro. Morogoro Tanzania, Dumila ndio wilaya Kilosa, wilaya Kilosa, kijiji cha Dumila, wilaya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Okay. Yeah. What you can say about that place? Is your place of childhood? Your childhood, when you spent your life for childhood there, Morogoro? Morogoro. Is where your daddy? Baba yangu ni mtu wa Tanga. Karibu na Mombasa ndio baba yangu. Tell us about Amani Esau, your son. Amani Esau sio mtoto wangu, lakini ananipenda tu kwa sababu mimi ni role model wake, lakini sio mtoto wangu na sina uhusiano naye wowote. Yeye na kabila moja na Boni Mwaitege na Bahati Bukuku, ni watu wamoja wa nyumbani kwao. Tunashukuru sana Rosa Muhando kwa kuja huku Rwanda. Naitwa Joshua. Kazi yangu naifanyia kwenye rwanda.com. Niko hapa kwa ajili nikuulize swali moja. Watu wanakujua nyimbo nyingi sana, lakini yenyewe imewashuhudia nyimbo yenyewe inaitwa Libebe. Niko anawaza kama zile nguvu za nyimbo Libebe utazionesha pale kesho ku stage. Tunashukuru sana. Asante sana. Nilisema hivi kwamba Mungu kwangu apungui jambo. Na mimi siwezi kualikwa mahali ati nimetoka huku kilomita nyingi mpaka nikafika hapa
alafu nije tu nirembue macho tu hivi, nimeshika mic niko hivi naimba tu narembua macho. No. Kilichonifanya watu wanipende ndo hicho nimekileta. Sawa? Na ndicho nitakachokifanya. Na labda unasema kwamba zile nguvu za nibebe utazionyesha kesho. Nina nyimbo ziko very powerful na unatumia nguvu kuliko hata nibebe. Na tutaziona kesho. Si ndio kilichotuleta? Yeah. Yeah. Nice. Na swali ya mwisho? Hawana maswali. Sawa. Dada Mama Rose, tunakushukuru sana. Asante sana. Tunafurahi sana kuwa nawe. Tuko na swali hapa. Okay. Nataka muuliza hivi. Kwa kesho tutatupa muziki wa live wala ni playback? Kesho nitapiga live. Nafikiri kuna wale ambao nimekuambia wale wana muziki wako live. Tutaimba zile nyimbo kama ni bebe, Yesu nakupenda, hizo tutaimba. Alafu kisha nitaonyesha nyimbo 2 tu zile ambazo tutaimba tuko na playback, zile mpya kabisa ambazo watu hawajazizoea kuzipiga. Utamu wa Yesu, unataka utamu wa Yesu. Niseme hivi, mimi mashabiki zangu nimekuja kuwapa kila kitu wanachokitaka. Nimemuuliza wako musician wako na nyimbo zangu watu wanazijua. Kama watu wenu hawajui kupiga nyimbo zangu niambie. Bila la repetition. Nakuuliza hivi, kama watu wenu hawajui kupiga nyimbo zangu niambie. Si wanazijua eti. Nyimbo za miaka 20. Si ndio? Tunataka wapige kesho. Mimi watazipiga. Si kwenda mahali watu wakashindwa kupiga nyimbo zangu kwa sababu kila mtu anazijua. Watazipiga na tutaimba na watu wote. Si ndio? Si nyimbo ambazo zinaimbwa na watu wote. Kwa tutaimba watu wote. Lakini nyimbo kama 2 hivi tutazigonga mwenyewe, gonga playback ili kila mtu asielewe, aone. Nasema utatumia ile nguvu ya siku zote. Ni bebe haitajui nguvu. Kuna nyimbo ziko na nguvu. Kwa kesho tufanya kila kitu. Swali ya mwisho kabisa tukifunga. Yule mtu ambaye pembeni yako hakujitambulisha, tunaweza kumjua ni mtu gani? Okay, anaitwa Vietnam Mramba. Yeye ni assistant wangu. Kwa hiyo vitu vyote vingine anafanya yeye na ni mwalimu wangu pia, ananifundisha performance na vitu vingine vyote. Anafundisha wale vijana unaona anafanya yeye. Kwa hiyo na yuko hapo kwa ajili ya hiyo kazi tulilotuleta. Asante. So waliopo tuombe. Alisema tuombe so. Tuombe basi. Tusikizane. Tuombe. Jina lako linapita majina yote, ndiwe Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Shujaa wa msalaba na mwamba wa kaburi, wewe uliyeshinda mauti pale Calvary. Damu yako ingali inanena mema. Tunasema asante kwa ajili ya jioni leo. Asante kwa ajili ya kila nafsi na kila mmoja aliyehudhuria katika mkutano huu. Libarikiwe jina lako Mungu, litukuzwe kwa sababu wewe umeamuru haya kwa wakati huu na kwa sababu maalum. Basi Mungu, mambo haya yapo kwa ajili ya kusudi la utukufu wako. Tunaomba uyabariki mambo haya, uyainue mambo haya, ukayathibitishe na siku ya kesho kawe ya tofauti katika mji huu wa Kigali. Mambo haya yote yafanyike kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunaiweka siku ya kesho mikononi mwako, maana ni siku yako. Na kuna jambo la kipekee, Roho Mtakatifu mwalimu wa kweli msaidizi, ukasimame kwa ajili ya jambo lile la kesho. Ukathibitike katika ulimwengu, maana tuko kwa ajili ya kukuinulia sifa, tupo Kristo kwa ajili ya kukuinulia heshima na kukuletea heshima yako, mfalme wa amani. Mkono wako ukawe pamoja nasi, ukatuthibitishe katika kila nafsi itakayokanyaga mahali pale. Na mimi nikiagiza malaika wa zamu katika eneo tutakao kwenda kufanyia tamasha, wakatamalaki katika kila pembe. Bwana Yesu, utukufu wako ukashuke mahali pale, ili watoto wako watakaposimama na kuimba, wewe peke yako ukajitwalie utukufu, wewe peke yako ukajibakilie na heshima, na neema yako ikatutoshe. Naomba kibali kwa waandaaji, naomba kibali kwa watu wote na kamati nzima hii, mfalme wa majeshi. Lakini pia ninaomba kibali hata kwa hawa waandishi wa habari, ukawape sawasawa na mapenzi yako yale watakayo kwenda kuyanena na kuyafanya kwa ajili ya utukufu wako, na habari hii ikaenee kote, maana ni kwa ajili ya jina lako mwenyewe. Asante kwa sababu umesema nanyi mkiomba lolote nami nitafanya. Tumeliomba hili na tunaliweka hili mikononi mwako, tukaanze katika uwepo wako na tukamalize katika uwepo wako, katika jina la Yesu naomba tukishukuru. Amen. Amina.